pamoja na kwamba naelewa kwamba katika kunena kwa lugha kuna lugha za wanadamu na za malaika, lakini siku ambayo Roho Mtakatifu aliwajaza, siku ile ya Pentekoste, hawakunena kwa lugha zisizoeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Walinena kwa lugha ambazo hawajajifunza, lakini zilikuwa zinaeleweka na wale watu waliokuwa wako pale Yerusalemu. Kwa hiyo mimi Mmasai ambaye sijui Kichaga na jazo Roho Mtakatifu, naanza kunena Kichaga na Mchaga ananisikia nikiadhimisha matendo makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimekutana nayo mara nyingi katika safari zangu za huduma. Bwana Yesu apewe sifa. Najua ndio kuna kunena kwa lugha hizo ambazo, kwa sababu Biblia inasema nena kwa lugha hazungumzi na wanadamu bali anazungumza na Mungu, na katika ulimwengu wa roho anazungumza mambo ya nini? Ya siri. Lakini Paulo alipotoa mwongozo wa kunena kwa lugha ndani ya kanisa, akasema heri yake yeye anayehutubu kuliko yeye anayenena kwa lugha. Sasa wa Pentekoste wanapataga hasira nikianza kufundisha hivi, anasema unamzima Roho Mtakatifu. Nazungumza neno la Mungu linalofundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo alisema heri nizungumze mambo 5 kwa lugha inayoeleweka kuliko 1000 kwa lugha isiyoeleweka. Yeye anenaye kwa lugha aombe apewe kutafsiri ili wengine wafaidike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kunena kwa lugha zaidi ni kitu cha private worship kuliko public worship. Ni kitu cha ibada binafsi peke yako kuliko ibada ambayo inafanyika ya watu wengi. Msinipige mawe, niacheni niseme ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tena Paulo alisema hivi, akija mtu katikati yenu akakuta wote mnanena kwa lugha, si ataitwa nyewe mna wazimu? Sasa Wapentekoste wanajitetea, anasema kama nina wazimu basi ni kwa Bwana. Paulo alikataza. Nasikia Paulo ni mtume kwetu sisi mataifa, alituelekeza jinsi ya hivi vitu kuvifanya, kwa sababu waliponena kwa lugha katika siku ya Pentekoste wakaonekana kama ni watu ambao wameelewa kwa mvinyo mpya. Petro akasema hawa watu hawajalewa kwa mvinyo, maana ndio kwanza saa 3 hii. Bwana Yesu asifiwe. Na walithibitisha kwamba hawajalewa kwa mvinyo kwa sababu Waarabu walisikia wakimsifu Mungu katika yani watu waliokuwa mataifa mbalimbali walisikia wakiadhimisha matendo makuu ya Mungu kwa lugha zao. Bwana Yesu asifiwe. Na namuelewa Mungu kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa chanzo cha hizo lugha nyingi. Si ndio alizivurugia pale kwenye mnara wa Babeli? Si ndio yeye ndo alisababisha ile? Ndio Wachaga wakatokea pale, Wamasai pale, Wadigo pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuja alafu tunaanza kunena kwa lugha ambazo watu wanaelewa. Naelewa Paulo anasema kwamba nijaponena kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa napiga kelele tu, ni shaba ile yayo na upatu uvumao. Kwa hiyo naelewa kuna lugha za malaika, lakini lugha za malaika zinatusaidia nini kwenye ibada kama hapa? Isipokuwa umepewa kutafsiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio mimi nasema, nenda kasoma Wakorintho wa kwanza 14. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna karama ya aina za lugha na kuna karama ya tafsiri za lugha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua zamani watu ambao walikuwa wamesoma walikuwa hawaokoki. Maki walichukulia watu waliokoka ni watu ambao wamefyatuka akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ulikuwa unakuta katikati ya watu waliokoka ni watu yani wa chini kabisa katika jamii ndio wameokoka. Kwa hiyo wakatafsiriwa kwamba shida zenu ndio zimewafanya muokoke. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kadiri ufahamu unavyoongezeka wa Mungu, ndivyo ambavyo inasababisha, sababu hekima ya Mungu inavutia. Hekima ya Mungu inavutia. Bwana Yesu asifiwe. Inasababisha watu wengi zaidi waweze kuokolewa. Hallelujah.